Mbinu za kudumu kitandani kwa muda mrefu zaidi. Leo nitaenda kufunulia hatua kwa hatua, lakini unataka kukumbuka kwamba stamina sio kitu cha bahati nasibu. Ni kitu ambacho kinatokana na ufahamu pamoja na mazoezi. Twende hatua namba moja. Mbinu ya kwanza ni mbinu ya kubana maumbile au tunasema gentle break. Sasa mbinu hii unakuwa unashiriki tendo la ndoa kama kawaida mwanaume. Ukiwa unaanza kuona wazungu wanakaribia kuja Afrika, pale unatoa maumbile yako na unakuwa unabana kichwa cha maumbile kwa muda wa sekunde 3 mpaka 5. Hii itakusaidia kusaidia mfumo wa neva kuweza kutuma ishara ili kupunguza kasi ya msisimko. Kwa hiyo neva zitakuwa zinatuma ishara ili ule msisimko ambao uko nao wa hali ya juu uweze kupungua. Mara nyingi mbinu hii huwa inakuwa inasaidia kuupa au kupunguza shinikizo la ile misuli ya nyonga, na kwa sababu itakuwa inapunguza ile shinikizo kwenye misuli ya nyonga, kwa hiyo itafanya ubongo uweze kuwa unadhibiti hiyo hali. Kwa hiyo unajikuta utakuwa una uwezo mkubwa wa kuweza kuendelea. Mbinu ya kwanza, gentle break hiyo. Mbinu ya pili inaitwa simama kwanza. Simama kwanza. Hii simama kwanza ni pale ambapo unashiriki tendo la ndoa na mwenzako kama kawaida, then baada ya hapo ukianza kuona unaanza kukaribia, unasimama kwanza. Ukishasimama unahakikisha hapo sasa unabadilisha, unaanza aidha kumchezea, kumshika, yaani kufanya vitu out na kile kitu ambacho unakifanya. Sasa mbinu hii itakuwa inakusaidia uweze kubadilisha rhythm ya ubongo na mwisho wa siku itakufanya kuweza kukusaidia kupunguza ule msisimko wa haraka zaidi. Mbinu nyingine ni kwamba epuka staili ambazo zinakufanya umwage kwa haraka, zinakufanya uwahi kufika. Sasa hapa wewe kama mtu ambaye ushazoea kushiriki lazima unakuwa unajijua. Kuna zile staili ambazo huwa ukishiriki na kufanya wewe unaenda kwa speed ya rocket, yaani ni ghafla tu unajikuta umaliza. Sasa anza kuzichambua na uanze kuziepuka moja baada ya nyingine. Sasa unaweza ukachagua ile mitindo ambayo unaweza kuidhibiti na ukaanza kwenda mtindo wa polepole, Kile ambacho unaenda polepole na maana huku umedhibiti zile style ambazo zinakupeleka haraka, ukaanza kutumia zile style ambazo zinakupeleka taratibu, huku ukaenda polepole, na maana itakusaidia wewe kuweza kulimudu vizuri tendo lako na ukae muda mrefu bila hata ya kumwaga kama mwanaume. Yaani unakuwa unafanya kama vile unapanda mlima, yaani gari linapanda mlima. Sasa itakuwa linaenda polepole. Manake gari kama linapanda mlima automatic unajikuta unatumia ile gia ya chini sio ya juu. Umeelewa? Kitu kingine ni kulala, kupata muda wa kutosha wa kulala. Mwanaume ambaye anapata muda mzuri wa kutosha wa kulala anakuwa yuko vizuri, tofauti na yule ambaye anakosa kabisa muda wa kulala. Sababu ukilala unakusaidia kuongeza uzalishaji wa kiwango kikubwa cha homoni ya testosterone kama mwanaume. Takribani 30% ya uzalishaji wa homoni hizi zinakuwa zinazalishwa kiwango kikubwa sana. Sasa sababu zitakuwa zinazalishwa, ina maana itakuwa inasaidia wewe uweze kuwa unapata stamina ya pamoja na uwezo wa kuendelea zaidi. Kumbuka homoni ndio inafanya mwanaume awe mbabe pale kitandani. Kingine, na hiki ndio cha msingi na cha muhimu, mazoezi. Mazoezi ndio msingi wa mwanaume. Mazoezi. Kama wewe hujui Kegel exercise, hujui squat, hujui mazoezi ya kubana na kuachia mkojo, wewe bado hujajua uhalisia wa mwili wako, bado hujajua kama una kiwango gani cha kuweza kushiriki tendo la ndoa. Wale wafanya mazoezi wananielewa vizuri sana. Kwa mazoezi ndio msingi, ndio baba wa kila kitu. Huwezi kudumu kwenye tendo kwa muda mrefu kama ufanye mazoezi. Huo ni uongo bro, unatudanganya. Kwa sababu unapokuwa unafanya Kegel exercise, mfano Kegel exercise, inakuwa inasaidia kuweza kurudisha ule uwezo wa misuli ya nyonga. Umeona? Na inakuwa inakufanya pia uweze kudumu muda mrefu kwenye mshindo. Kwa hiyo Kegel exercise ni. Lakini unaweza kama unafanya squat exercise. Squat exercise itakuwa inasaidia kuzidi kuongeza mzunguko mzuri, yani kufanya mzunguko wa damu uweze kuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo hii itakufanya pia itakuwa ni kama booster ya asili, na maana itasaidia mzunguko wako wa damu uweze kuwa ni kwa wingi na kwa haraka. Kwa hiyo utafanya uweze kudumu muda mrefu. Kwa sababu mwanaume asiyefanya mazoezi ni sawa na gari lisilokuwa na brake. Litaenda piu, itagonga, si ndio? Ndio utaenda hii utamwaga.
Kitu kingine, epuka booster. Narudia mara ya 3. Epuka kutumia booster kiholela. Hata kama sio kiholela, epuka kutumia booster. Booster ni njia mojawapo ya kuongeza nguvu za kiume, lakini ni njia ambayo itakupeleka shimoni kwa haraka zaidi. Ni rahisi kutumbukia kwenye shimo kwa sababu inaenda kuua mishipa ya damu, inaharibu moyo, inaharibu saikolojia na pia inaua uwezo wako wa asili kama mwanaume. Badala ya kutumia booster, unaweza ukaimarisha zaidi testosterone zako kama mwanaume kwa kutumia vyakula vya asili. Mfano, unaweza kutumia vitu vyenye zinki zaidi kama karanga, korosho, almond, umeona? Lakini pia supu ya samaki, supu ya pweza, ndio samaki pweza. Hapa nikwambie kwamba ukomavu wa mwanaume yoyote ni kuweza kusimamisha homoni yake ya kiume. Kuweza kudili na homoni yake ya kiume. Ukomavu wa mwanaume yoyote ule. Ukiona unashindwa kudili na homoni yako ya kiume, ujue bado. Unatakiwa udili na kuongeza homoni zako za kiume, lakini sio kutumia booster. Vitu ambavyo vinakusaidia kwa muda mfupi, baadaye zinakuingiza kwenye shimo. Sasa na gari sio kwa na break. Ni shwa